Mtoto wangu Joel sijawahi pata shule yote ambayo Joel anaweza soma. Sababu ni kwamba hawezi jifanyia chochote. Joel ni mtoto mwenye amelala chini 24/7. Namlisha, namuosha, namfanyia kila kitu. Ni kuwahimiza wazazi ambao mko na watoto ambao wako na ulemavu wa hydrocephalus, hiyo kichwa kubwa. Nilikuwa naomba kama naweza pata hiyo connection ya wazazi ili waweze kusaidika. Sababu wazazi wengi wako huko nyumbani wako na haya ya kubeba ama kusaidia watoto ambao wako na ulemavu kama huo. So nilikuwa naomba kama kuna mtoto ambaye ako nyumbani ako na ulemavu wa kichwa kubwa. Huwa tunatusiwa tumezaa watoto wako na kichwa kubwa. Wengine wazee wanatutoroka sababu tumezaa watoto wako na kichwa kubwa, si ndio? Sio kupenda kwetu. Ni Mungu alifanya, si ndio? Na Mungu ako na sababu. So siku ya leo langu tu ni ku-encourage wazazi ambao mko na watoto wako na ulemavu. Jipeni nguvu. Kama mtoto ako na disability, make sure amekuja ameregistiwa. First of all anafanyiwa assessment hospitali. Alafu tunamuitia message. Anakuja tamfanyia registration. Alafu kwa wale watoto ambao wanaendelea na masomo, kuna scholarship zinapeanangwa. Usiwache mtoto afukuzwe shule, na kuna scholarship inapeana on every December. Tafadhali make sure umefika December umapply hiyo scholarship. Alafu shirika hili pia udeal na tax exemption. Kwa wale ambao hamja apply na mko na ulemavu na mna work, mko salaried employed, make sure umelias na sisi, tutakusaidia usiumie. Na kwa hiyo sekta ya caregiver, so far hatujapata changes, though walikuwa wamesema kutakuwa na caregiver watakuwa wanakuwa exempted. Cerebral palsy iko na challenges 5 major challenges. Challenge number 1, expenses upande ya madawa. Challenge number 2, expenses upande ya diapers. Number 5, and the major one, we don't have schools for our children. Wale unaona wamevaa uniform hapa, yes, their disability was mild, that's why they can go to school. But the ones who are born with severe disability, huwa tunakaa na wao manyumbani, tutaishi na wao, they don't go to get married, they don't marry. So it's like a house is having 3 people. Mtakaa pamoja, kama uko na mke na mume, mtakaa pamoja na huyo mtoto wenu mpaka azeeke. Reason being, there's no place where we can take our kids, at least wapate training, wafanye 1, 2, 3 things in Bungoma County. So we have been having this problem, na wengi wamekufa na stress, depression. Hata wanaume wengine wametoroka makwao. Hata wanawake wengine wamepeleka watoto manyumbani kwao na wanawaacha na wanapotea. So if you can have a school or somewhere where we can take all our children, wakae pale, watrainiwe, so that after kukaa pale na kujua chenye wanaweza fanyiwa, ndo tuwapeleke next stage ambapo ni shule. Sio lazima watoto wasome shule za kawaida. Ni wa caregivers tax. Mheshimiwa, tafadhali uko kwa bunge tulilie sisi wazazi ambao tuko kazini na wengine wako kwa biashara, wanahitaji kufanywa hiyo tax exemption. Vile unatuona hapa, wanahitaji vitu kwa nyumba. Alafu insurance yetu ya SHA, mheshimiwa, unajua vile inatusumbua, tunalipa cash hata therapy. Mimi mwenye niko kazi naweza sema naweza tumia hiyo minute, lakini hao wazazi wenzangu wanalia, they call me daily, they send me prescription ya madawa zao, I can't manage. Hata mwenye kwa biashara ataweza kujimudu kama atafanyiwa hiyo relief na serikali ya hiyo tax exemption. Na wale wazazi wameleta hawa watoto shuleni, tunazidi kusema asante sana. Na tunataka nyinyi muwe ambassadors wa kutafuta wale bado wamefichwa wapi? Nyumbani. Kila mtoto ana haki ya kusoma, ana haki ya kula, ana haki ya mavazi, ana haki ya matibabu na kadhalika. Kwa hivyo kule unapotoka, kama kuna mzazi ameficha mtoto, tafadhali
aletwe mbele aonekane. Akishaonekana, serikali itachukua nafasi yake kuweza kumsaidia. Michelle anatoka kwa shule ya Sihendu Special School. Wale wazazi wenye wako na uoga juu ya wanafunzi ama shule yenye wanapeleka watoto, just go uliza kama mzazi kama yule, shule iko namna gani, after that unamweka pale. Sisi tuko na yeye, na sio yeye pekee, lakini kwa CP class ni Michelle peke yake, na tunatembea na yeye na tunawapenda sana. I can just demystify that hii condition si ya uchawi, si ni kitu inafanyika venye nimeeleza hapa awali. Ni kitu inafanyika wakati mtoto mama akiwa mjamzito na wakati harakati ya kujifungua. Nurses wasipokuwa makini, mtoto anakuja kama amekuwa mkubwa, anakuja kama akobrisha, akuje na miguu, unapata anakuja na safa kitu inaitwa brain anakuwa na kitu inaitwa birth asphyxia. Sasa unapata brain inakuwa damaged, mtoto anatoka kama amechoka. Kwa kawaida mtoto anatakana akizaliwa, akitoka kwa tumbo ya mama anafaa alie, ndio at least hiyo oxygen ingie kwa akili, aache kukua na hiyo kitu inaitwa birth asphyxia. Sasa wale wenye hawajui wakisema mtoto labda ni uchawi ama urogi, sisi kama madaktari tunapinga hayo. Hawa watoto wako, baadhi ya watu unapata tunapata wazazi wengine unapata wako na shida mbalimbali kati ya bwana na baba na mama, kwa sababu majukumu ya kulea mtoto saa zingine ni kubwa kabisa, kwa sababu mtoto anataka ile malezi iko extra. You need to be rich, naweza sema hivyo, ndio at least ulee mtoto, kwa sababu diaper, you can imagine kulea mtoto mwenye labda ako miezi fulani, kwa miaka kama mpaka miaka karibu 10 bado unatumia diapers. Kwa watu wengine inakuwa too expensive for them, so that's why unapata inakuwa na hizo differences kati ya baba na mama. Mtu ambaye Mungu anamleta kwa hii dunia kiajali. So pia mimi, sababu pale kwa nyumba yangu pia tuko hapa na Rachel. Kama kuna mtoto ambaye mimi napenda kabisa, ni ule mtoto yangu anaitwa Rachel huyo. Sababu kuna nguvu, there is strength in diversity. Ukiwa na Rachel hapo, uko na Reagan hapo, uko na Churchill hapo, kila mtu anakuwa na mambo yake hapo, na hiyo ndio nguvu ya nyumba yangu hapo. Ndio sisi tunataka tukiwa hapa na tukicelebrate hii siku ya wale watoto na Wakenya ambao wanaishi na cerebral palsy. We want to call upon the national government in conjunction with the National Council for People with Disabilities to move with speed and operationalize and put into operation all the acts ambazo ziko within that particular act. Wacha serikali iwache ku-operationalize zile services ama zile act ambazo acts ambazo ziko rahisi. We want to ensure kwamba all the provisions within the Disability Act 2025 are operationalized, including the stipend and the provision of the support to the caregivers who are taking care of our children. Hiyo sheria iko in place. Tunataka serikali operationalize hiyo sheria, including ile support ambayo iko within that law kusupport caregivers ambao ni wamama, especially ambao wanahudumia watoto wetu. Cha pili pia tunataka kuomba serikali, I know within the SHA provision pia tuko na provision ya kusupport zile services ambazo wale watoto ambao wanaishi na cerebral palsy inafaa wapate kwa hospitali, and the disability in general, there is a provision within SHA. Lakini tunasikia kwamba watoto wetu hapa Bungoma wakienda kwa hospitali for therapy ati lazima walipishwe. Tunataka kuchallenge serikali ya county where health is devolved, wacha waban na wacha wastopishe kulipisha watoto ambao wanaishi na cerebral palsy. Sababu pia nyinyi ni wazazi, pia nyinyi ni binadamu. It is not right, it's not fair that as a county you are demanding for payment to the children who want therapy, children with the cerebral palsy.